Clouds TV, empowering lives.
hakuna kama yeye, kama yeye, kama yeye. Wewe ni Mungu, haleluya. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Sijapata mwingine. Baba, wewe ni Bwana. Baba, wewe ni Bwana. At the conception, ndio nasikia ni malaika alilala na nani? Ni malaika alilala na Mariamu, ndio Mariamu azae. Na Joseph akaambiwa, wewe Joseph, bibi yako ameconceive, ako na mimba, na hiyo mimba sio yako. And Joseph was disappointed. As a man, he was very disappointed. Na akafikiria na kajiwaza. Baka wakati malaika tena alimtokelezea akamwambia, wewe usidhubutu kufanya what you intend to do. Bwana Yesu asifiwe sana. The angel came to tell him, don't try, do what, because he was trying to run away. He was trying to reject the pregnancy. He was trying to say, no, I don't care. This one, I cannot agree with it. And immediately, they plant the seed. The devil was trying to speak to Joseph. Kumwambia, kata huyu mwanamke. Mwambie aende atoe hiyo mimba sio yako, hauitabui. And Joseph kajaribu kutaka kufanya hivyo. Mungu akamwambia, akatuma malaika, anaitwa nani? Anaitwa
ni Gabriel. Akamtuma pa Gabriel, akamwambia Gabriel, nenda uongee na Joseph, mwambie hiyo maneno mimi najua, na hiyo kitu mama amebeba mimi najua. Na akakimbia akaenda kwake, akamwambia tulia, maana Mungu anajua kila kitu unachokipitia. Lakini wakati the devil failed speaking to who? Joseph, the demon ikaondoka, haikuzungumza na Joseph tena. And that is how the spirit of Jezebel enters. The spirit of Jezebel just joins you because for now you are closer to me, and they want to use you to kill me. But if the mission fails, you are unable to do it, it will jump to her because she is now in the position of coming. Ikifail kwa huyu, tukiona sasa tumetengeneza relationship na huyu ya kikazi, itaingia. Sasa haitakuja kama mwanamke kama mapenzi, sasa itakuja kwa mwanaume ambaye kuna deal fulani tunafanya mali fulani. I'm trying to explain the spirit of Jezebel so that you can be able to understand and how it comes into our life. It does not come because it will come and stay permanently. It comes temporarily because there is an action. If the action fails in you, inarukanga kwa roda. Roda akishindwa inaruka kwa huyu mwingine. Ndio nakutaka wakati wote a leader, every time a leader is surrounded by people, we are the people all the time. Akihama kwa hawa, tukikosana na roda, utakuta huyu mama ameanza kunipenda for no reason. Tukikosa na huyu mama nikikataa mambo yake, utanikuta sasa huyu ndio anakuja karibu na mimi. Tukikasana na huyu tukakataa, because the spirit of Jezebel does not have permanency in somebody. It has what it has is an interest. The interest ni kumaliza apostle. So apostle ameshikana na dao, inaruka kutoka kwa roda inaenda kwa dao. Inaenda kana dao. Sasa haitakuja kwa roda, ilikuwa mapenzi, lakini kwa dao itakuwa biashara. Itakuwa ile kazi tunafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why you found yourself problem after problem. Mpaka unajiuliza, why are these things happening to me? Why this? Nilisema sitaki mambo ya wanawake, wanaume wakakuja, tukaanza kufanya kitu fulani, tukaanza kufanya stories za mfuafo, tukaanza kufanya stories za biashara Besima, tukaanza kufanya stories za Bethel, and the same things I was experiencing with women, ndio sasa na experience na men in a different perspective, not in the same line of thinking, not the same line of doing things, but in a complete different fashion of doing things. Praise be the name of God. So that is how to understand the spirit of Jezebel. It is relentless. Yesu wakati iliruka kutoka kwa Joseph, ikaonekana Joseph hakufanya jambo, iliruka ikaenda kwa Herode. Alikuwa anaitwa Herode. Ule alitangaza watoto wote wauliwe. So Jesus, the plan of killing Jesus, number 2, plan 1 was to use Joseph. Plan 2, Herode was involved. Auwe vijana wote ambao wanazaliwa. Why? Not because of that particular time. Jezebel hakujagi because of tomorrow. Jezebel hakujagi because of the meeting we are planning on the 2nd. Sasa Jezebel hayuko sahi, wa meeting hii tunaenda hapa hayuko, kwa sababu kazi yake haiko. Alikuja kama 6 months ago. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja 1 year ago, tulikuwa na yeye hapa. Na wakati tulianzisha mambo ya mfuafo, nikakuweka mfuafo ukaleta shida, nikaweka huyu mfuafo akaleta shida, nikaweka alikuwa na nani Elizabeth akaleta shida, tukaweka nani mwingine, tukaweka huyo Helen akaleta shida. Kuna watu tuliweka ikakuwa inaanguka, wakanifanya mavituko, wengine wakaleft, wengine wakaenda. It was not the tunafanya sasa, it was attacked 1 year ago. Bwana Yesu asifiwe sana. You can remember tukipanga Nairobi caravan. Last year kitu mwezi wa 3 ndio tulipanga Nairobi caravan. Sasa hii ndio ina manifest. Maana sasa hiyo niligogwa. Nilikuta na Roda alikuwa akatumika akagogwa, tukagogwa. Agnes alikuwa akatumika, tukagogwa. Helen akakuja, akatumika, nikagogwa. Nani mwingine akakuja, Elizabeth akakuja, nikagogwa. Tuligogwa mara karibu 12. Watu naweka huyo anasimama anagogwa. Paka wakati Mungu alinizungumzia, akanitumia Gabriel akaniambia, hautafanya hivi. This is how you are going to start. Don't start it from Nairobi. Go and start it from Nakuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini before I started from Nakuru, akaniambia niende kwa mlima. Nikaenda mlima, ilikuwa 7-7. Nikarudi nikaenda 8-8. Nikaenda tukaenda 9-9. Si ndio? Tukarudi sasa nikapanda mlima mpaka huko juu. Kutoka huko juu nikaambiwa
Nakuru. Kutoka Nakuru nikakuja Nairobi. Nairobi nikagonga. Lakini mlango wa Nairobi ulikuwa umefungwa. So I had to access mlango ya Nairobi kupitia Mount Kenya. Nipande mpaka mlima, alafu nirudi hapo niende Nakuru ni access Nairobi from Nakuru. Na ndio nikabeba mtu ya Nakuru nikakuja naye hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye ndio walikuwa na kifunguo ya kunifungulia Nairobi. Hallelujah. So the attack that the Jezebel uses ni kitu ambayo kinaweza kutembea na wewe forever. Na the attack of Jesus was not because of that one day he was born. Not because of that one day, the same minute he was conceived. No, they were targeting his 30th year. Hallelujah. So the spirit will wait until the 30th year but will live with you. Hallelujah. Si kama mnanielewa? Yeah? Ati Yesu hiyo siku yake walitangaza watoto wote wanyogwe. Sio kwa sababu ya hiyo siku alizaliwa. Sio kwa sababu ya that one day he was born. It is because of 30 years to come. So the spirit of Jezebel, it is a spirit of Jezebel targets destinies. The main agenda of the spirit of Jezebel is about a destiny. Wanataka tukuvuja destiny yako. Wanataka tukuharibu. Kale kamoto unaonaga kanachomeka kule Gekoba. Hakachomekagi siku hiyo kalichomeka. Kanachomekanga hata kabla hujatoka kwenye geshagi. Ushapangiwa in the 15th year. Maana siku hiyo ndio huyu mama maisha yake itaenda kubadilika, ikuwe mtu, akuwe tajiri, aende Turkey, aende Dubai, aende akaanze kuimport vitu zake. At the 15th year wataanzana na wewe from the first year. Itatembeaga na wewe pole pole. Hata ukitaka tu pesa wanakupatiaga, ukitaka raha itakupatia. Whatever you give. This woman called Jezebel, she gave Ahab a lot of comfort. A lot of comfort. But she was so influential to make a decision to influence Ahab kumwambia this has to happen this way. Mpaka spirit yake ilikuwa imemuigia. So the people that will attack you, they will not attack you for ati mtu amekuja amekugoga. Hapana. Ulikuwa kwa kitabu. Ulikuwa kwa 10 years ago. Ulikuwa kwa 15 years ago. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the moment you are waiting for. When you are trying to get, the moment of you are getting into your destiny. Before the time of destiny, they don't touch you. They waited for 30 years when Jesus was to get into his destiny. Because the entering of the destiny ni wakati alianza kazi yake. The moment he started his job, ndio walikuja. The day he started his job, the manifestation kept for 30 years, walking with Jesus, guiding Jesus, propelling Jesus, mpaka wakati. Naye Joseph the Baptist, naye alifanya nini? Naye aliwekwa mtego mpaka wakati aliingia kwa destiny. Destiny yake ni wakati alibatiza Yesu. Na alipobatiza Yesu, Jezebel akakuja. Akamwambia sasa tunataka hiyo kichwa yako ikiwa kwa sahani. Na aliyekelea kwa sahani. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they had walijua naye Mungu alimleta Yesu, lakini pia Joseph alikuwa amesaliwa. Walitembea naye Yesu. Huyu ametembelea kabarabara kake na huyu anatembelea kabarabara kake, because both of them were to fulfill each one the destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. There are positive people that will come into your life and walk with you parallel. You don't know until that day. The same Jezebel walks with you until that day. That is when you see the true colors of that person you thought was your best friend. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us now look at the 7 main stages in the spirit of Jezebel that uses to infiltrate the church, the family, everybody. Let us look at the book of Revelation, chapter number 2, verse 19 to 25. Revelation, chapter number 2, verse 15 to 25. What they normally do, stage 1, they do spiritual assessment. They assess how vibrant members of the community are. Maybe the members of the church, members of the family. You are newly wed, ni mtu ambaye umeokoka sasa, ama ni mtu umeolewa sasa, biashara umeanza sasa. What they first do is to assess, kutathmini, kujua who is active, who is not active, who is actual, who is not actual, who is truthful, who is not truthful. So they sit down to do a proper auditing before they start planning to attack. It is the same in your group. You have people who follow the teaching of Nicolaitans, verse 16. So change your heart. If you don't change,
I will come to you quickly and fight against these people with the sword that comes out of my mouth. You getting? These are the people that will live with you. Watu watakaa na wewe, watatembea na wewe, watajiita mapasta, watajiita machairman, watajiita matreasurer, watajiita whatever, watajiita wife, watajiita girlfriend, watajiita nini. Lakini wamekuja kuharibu kazi ya Mungu iliyo ndani yako. Mtakaa na wao, unakuta unasema huyu ndio shepherd wa kanisa, huyu ndio chairman wa kanisa, huyu ndio treasurer wa kanisa, huyu ndio nini. Lakini ukienda kuangalia deeper in the spirit, utakuta umeweka manyoka zote. Hii ni cobra, hii ni black mamba, hii ni green mamba, hii ni puff adder, zote in the name of leadership in the church. Na sasa wewe uliona, maana walikuja na wakajipanga na wakajikaa vizuri, mpaka unaonaga watu hata mwenyewe ukisimama, yeye unakuta kuna leader, lakini yeye huyu mama akisimama, unaona watu wote wananyamaza na wanamsikiliza. Kumbe ni Jezebel aliwekwa hiyo roho, na akikuja anakuwa na authority ya kuongea, watu wote wanamsikiliza, because amekuwa prepared akuja akalie hiyo position. Lazima mtu ataondoka, na itapigana na mtu yote mwenye ako into leadership. Watapigana, wanapigana mpaka watoke, ndio hao wakuja wakalie. Sasa wakikalia, unakuta karaina hapo kote kahawa. Wanaweza kuwa hawajuani, lakini in the spirit wanajuana. Unakuta wewe mwenyewe kama you are not well, hauko sana antena zako haziko sawa, utakuta wewe mwenyewe kama pastor umechagua manyoka matupu. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are not ujafuguka, utakuta umechagua black mamba, green mamba, cobra, puff adder, zote na mataigi zote zimekuwa hapo. Unakuta ndio chairman, ndio treasurer, ndio coordinator, ndio asha, ndio nini worship team, unazikuta hizo ni manyoka. In the spirit wanaendaka wanafanya mkutano, lakini hapa hata hawageagi pamoja. They don't know, because they are spiritually controlled. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unasikia anasema, so change your heart, because this thing it is in the hearts. Iko kwenye nyoyo. And if you don't change, I will come. If you don't change, I will come. Nitakukuta, utasikia maneno vizuri, nitakufinya mpaka ukae mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a force that you don't see, but is very operational. A force that you don't recognize, but is very operational in your life, in your system, in your business. And it can come in a form of a husband. It can come in a form of a wife. It can come in a form of a girlfriend. It can come in a form of a mfanyikazi. Kama kanisani, unaona kama hii kanisa, ndio unaonaga pastor anaigiaga akiwa na nywele imejaa kwa kichwa, but in another 1 year unakuta nywele imekuwa ya white, kama ni wa nywele wa sia kungoka, ama unakuta anakuwa na kipara kama hii. Mimi nikikuja kanisani nilikuwa na nywele kwa kichwa. Nimeangalia kata jaroge wangu alikuwa ananiuliza, baba nywele inaidaga wapi? Maana alikuja kuchugulia kwa kitanda kuangalia kama kuna pieces zimeanguka huko. Nikamwambia mimi hata mimi sijui. Maana sijai kujua ikianguka kama inatoka namna gani. Lakini mimi najua hiyo shida yote inatoka wapi? Hapa. When I dared to begin to do the church, when I dared to get into the ministry, ndio nilipata shida. Wakati sasa nimefaulu kuingia Nairobi na nikaigia, nimepata access. Nilipitia Mount Kenya, nikaenda Nakuru, nikapata access ya kukuja hapa. Tukaenda hapa Jakaranda. Mmesikia ile maneno yamenikuta? Kila mahali sasa wananizungumzia. Niko na kesi kotini, niko na nini, nimefunguliwa kila aina ya kitu. Na kila mashtaka na kila vita zimetoka. Tuatiko tunaanza. These people were not cutting my head upumzike. And I'm ready to pay for massage uende huko. And I will also get a room there. Uende pumzike vizuri. Na sasa hiyo amewekelea wapi? Amewekelea 1.5 kwa kibahasha. Ziko hapo kwa mesa. Na kifuko ya Range Rover. Na ndivyo na hichi mimi napenda Range Rover. Mpaka kuna siku nilinunua kile Range Rover kibaya kimzee. Nikarudi kukiuza. Kwa sababu ninapenda Range Rover. Na yule mama alikuja na nini? Na Range Rover. Kwa hivyo spirit of Jezebel wanajuaga ile kitu unataka. They have access. Wameaccess kila kitu unataka. They know when to give it, when to bring this person. Na wakati huo ndio nilikuwa nataka kununua Range Rover. Nikanunua wakati nilinunua ile Range Rover ya white. Nilikuwa nimeletewa ingine sport new. Mzuri, lakini condition ituende Serena. Na 1,100, 1.5 gari, pesa ya kuweka gari, mafuta. Wewe ugiro gari, mpatio pesa ya gari. Ya mafuta, si ya kukula, si ya kulipa renti, si ya kununua kasuti, ni ya kuweka nini? Mafuta. Mtu shuri, ni mtu aina gani? Hata kama ni wewe.
mtu anakupatia pesa ya kuweka magari mafuta. Hiyo ukimwitia pesa cia kodi Korea, that is 2 million. Ukimwitisha pesa ya kufanya ka project, si ni 5 million inakuja. Na gari uko nayo. Hata nikiwa hapo nikasa, alafu ni mama amejibodoa. Amejipaka, ameweka fila, amejaza masimu yote, imekaa mzuri, lingo zote amezipanga vizuri, amezugua, alafu amepiga ile sandpaper vizuri. Mama amenyoroka. Alafu hapa ameweka red, akiongea naongea kama mdomo imekaa hivi, inafunguka hivi, ameongea hivi. Alafu ako na macho 4. Ni kitu. Alafu amekula ile vitamin C na D, mwili imejengeka, imekaa mzuri. Akitembea hivi unaona wewe. Alafu unajua watu wanajua kutembea, amevaa kakiatu kamokanye, alafu alikuwa amevaa imefika hapa na kamokanye. Alafu ako na Michelin mzuri, ilikuwa imefura mzuri Michelin. Unajua wanaume tunakulaga perception, hatukulagi the real meat. Sasa tukiangalia mguu unaona mguu, alafu kiangalia na huko nyuma unaona venye kumekaa, alafu hapa amefuga na ile ya chuma. Unajua kuna zile mnakaka ya chuma. Mnavaka ile ya chuma ambayo inasimamisha kila kitu, inakaa imesimama. Hata kama imefika huko kama socks, simama hivi. Sasa mama akisimamisha nini kila kitu hapa, unaona kweli ni modo, nyanya haigajo. Sasa hata mimi nilikuwa nimeanza kufikiria hii ndio tiga, hiyo na hali tiga hii. Kale jiroma na 1.5. Sasa nikienda huko nikaenda kubadilisha. Kwa sababu nilikuwa na suit na bebaka niko na kajini. Sasa nikaenda kubadilisha, nifanye ka t-shirt na kajini na kiatu ya sport ndio nichomoke. Oh my God. Nikiwa katika kuchange, mama mwingine akaletwa hapa, alikuwa mgonjwa. Akaaguka huko. Nikaitwa, "Apostle kibia. Kuja sasa nikuombea huyu apone, ndio apone." 2 hours. Mama alinikoja pale chini na pesa yake na gari yake, akakasirika. Akaenda, akubi aliandika message tukutane Serena. Mimi sikwenda maana nilingangana na huyu. Hii pepo linisubua 3 good hours. Na wakati nilitoka maana nilikuwa nimechoka, nilienda nikalala kwa kiti na nikalala. God will save you from the spirit of JEZEBEL, because that one had taken me away. Hiyo ningeenda. Hiyo ilikuwa imeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Then hiyo ndio nakuta ndio kote kwenye they infiltrate in stage 2. They infiltrate the leadership. They will come and infiltrate the leadership yote. Watakuja unakuta kama venye walikuja wakiingia kwa praise and worship, wanaona kuna mtu anakaraga nywele vizuri, wanamwambia your hair is nice, I like your hair. Bwana Yesu anasema anauza, how much do you use to make your hair? Ni shilingi 5,000. Naona narushiwa kwa M-pesa haraka. Because sio ka hair kako na shika, kako na problem, ni kuinfiltrate what? Department pale. Anajua Rogorodi anakuaga pale kwa ofisi. Anarogoro anaambiwa nitakuletea nguo nyingine mzuri. Kuna maguo ziko kwangu mzuri sijaiva. Nilitoka nazo taki. Ni mzuri. Na kiatu. Na kwa sababu Rogoro ni mtamaa anaitisha. Wanaingia kitchen wanajua ndio anakuaga kitchen. Sasa wanasema apostle ni kwenda karuka kidoto iliyo twega. Apostle anapikiwa kanyama kanini nifanyie budget ya apostle ile kitu anatakaga. Na akienda kufanya hiyo kazi na anapatiwa na girieno ni yako ndoka getidio kiuga. 1,000 ni yako. Na because anataka kuinfiltrate. Si eti yako na pesa mingi ya kupoteza, lakini ndio apenye kitchen, apenye ofisi, apenye worship, apenye leadership ile iko hapa. Ndio kutoka hapo akijua amepenya, amekamata kila kitu. Sasa manipulation inaanza kufinya watu, ndio inaitwa infiltration. Tutaisoma kwenye kitabu cha First King verse 19. First King verse 19 1-3. Tupatie haraka sana because time is not on our side, na kuna stages mingi ningetaka tusome, though we shall also be doing them later. But it is good. Today at least mumesoma kanisa vizuri. Goons zilikuwa zimewanyang'anya kanisa. Mpaka mkaomba wasikuje leo. Ndio kanisa isiharibike. Si ndio? Waumini. Ndio kanisa maradokia kanisa. Hallelujah. Acha ndio tuete hilo. Ahab told Jezebel all that Elijah had done. You see now, Ahab is speaking to Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all the prophets with a sword. So Elijah was being accused. And he was being accused to Ahab. Ahab was a king. That Elijah ameua manabii wale 450. So Jezebel alienda kwa mume wake ambaye ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio aweze kujaji
aweze kuwekelea mashtaka juu ya Elijah mtumishi wa Mungu. So when they infiltrate, they are infiltrating to cause chaos, to cause disunity, to cause disharmony. When they infiltrate your marriage, it is they have come not to make your marriage survive. They have come to make your marriage go down. Wakiwa infiltrate kwenye kazini kwenu, they infiltrate to make sure that umefutwa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the role of the spirit of Jezebel. If you want to scatter the sheep, scatter the shepherd. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the motivated behind the spirit of Jezebel. Their main aim is to scatter the leader, to destroy the leadership, so that you come and scatter the whole thing ambayo inafanyika. They found out their main objective. They find out the strength. Kitu ya kwanza wanatafutanga, it is where the strength is. Bwana Yesu asifiwe sana. That is where you normally I keep interchanging people in this church. Mara leo unashikilia hii, kesho utashikilia ingine. Kama ulikuwa umekamatwa, unakamatukwo, unaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaachiliwa maana you are of no need today. Wakikuja wapate ushabadilishwa ofisi na ofisi ndio walikuwa na target, you have no need. Utakuta imeshift immediately, wameenda kwa mtu mwingine ambaye yeye ndiye anaogelelea huko. So they look at the strength. That is, they look at the strength in your marriage, the strength maybe in your spiritual life, or your charisma. Bwana Yesu asifiwe sana. They look for those charismatic people and they attack them because they know these are the people that can bring change. So they look at the spiritual life, the physical life, and the charisma in you. The charisma in you is that oomph, that power. Wewe uwezo wako wa kufanya maneno, uwezo wako wa kuendeleza na kufanya mambo makubwa. That capability, that ability to do. And these things, once they have to understand waki-infiltrate, alikuwa anafanya infiltration ndio aweze kujua wewe ni nani na una uwezo mgani. Kwa hivyo they look at the primary anointing authority in you. The authority, the anointing authority. Ndio wanakuja waki-infiltrate, wanakuja kutafuta the anointing authority that is new. What kind of anointing do you have? What kind of a capacity do you have? What kind of an energy that you have? What kind of the power? Una uwezo, ushawishi wako ni kiwango gani? How influential? What kind of a star you are carrying? Why are you in this church? Because everybody that is in this church was sent by God to come because kuna star iko ndani yako ambayo inafaa kufanya kazi hapa. I cannot work alone. I need people with different stars. And therefore the spirit of Jezebel, what they do, they will come to know star yako ni gani, star ya huyu ni gani. That is why they are infiltrating. So that wakujue wewe ni chombo gani katika matumizi ya kazi ya Mungu. So that katika hiyo chombo wazamishe kile chombo, wavunje, kwa sababu ukivunjwa chombo chote cha kanisa hakitaweza kuenda vizuri. Maana kuna chombo kimoja kwa baadhi ya vyombo husika, vyombo ambavyo vinatumika kwenye matumizi ya kufanya kazi ya Mungu, chombo kimoja kimetibuliwa, kimevunjwa. Kwa hivyo you are not, the meli nzima haitaweza kuenda kwa sababu kuna mtu mmoja. Kwa hivyo all what the church will do, it will concentrate on the one ambaye ametibuliwa. Kwa hivyo the speed ambayo mlikuwa mnaenda nayo inakatwa. Or the oomph ama the plan, whatever the plan that mlikuwa nayo inakatika. Na ikikatika, it means a delay. And God works in times and seasons. And in times and seasons of God, they operate in seconds, not in minutes. Bwana Yesu asifiwe sana. God operates in microsecond. Kwa hivyo ukipitisha microsecond moja, when your time had arrived, mulikuwa uanze kubarikiwa saa 7 kamili, upitishe kama microsecond kamoja. Na kama wewe ni wa cycle ya 10 years, umepoteza 10 years. Hiyo ulikuwa umegojea yote, utaogoja for another 10 years. Na another 10 years sasa uko na miaka 60. Sasa niambie, ukiwa na miaka 60 uogoja another 10 years ni 70 utakuwa meno imeenda dawo. Meno itakuwa, hautakuwa na meno, na hautakuwa na interest ya kupush hiyo kitu, hautakuwa na interest ya kufanya hiyo kazi, because already you have been depleted.
umeisha nguvu. Kama sasa ulikuwa kuhubiri ukiwa kijana barubaru, unajua kuna ukiwa young, kuna venye tunahubirigi unaona mpaka huyu mtu hana mapafu, yani ni kama mtu ana operate na kajenereta ndani yake. Bwana anasema, yani unasikia hata hatuagi na full stop, inaenda ikienda, anaongea kama 13 minutes bila kupumua. Sasa mimi ni hasa hata dakika 2 nianza kufanya hivyo. Within 10 minutes nianza kusikia huko. Kamekataa, ukiona mhubiri ameanza kufanya hivi, ujue gasi imepotea kwa tubo. Maana ameweka pressure ambayo haipo. Na gasi yote imetoka, mahori yote imezima. Amen. Sio ati ni amen imekuja ya ukweli, ni anajaribu kupumua, anajaribu kurudisha maholi ifanye kazi, maana imeshikana. Aliongea na speed, maholi ikashikana, maana pressure ilikuwa juu sana. Wakati ulikuwa na energy, maholi ilikuwa haukuifanyisha kazi, ndio ulikuwa unaipatia changa. Sasa umeokoka, unataka sasa kufanya kazi ya miaka 17 na umeharibu maholi na changa na banki na masigara. Sasa unataka kufanya kazi ya miaka 17 ukiwa na miaka 60. Mimi siwezi dhubutu. Ndio naongea pole. Siwezi dhubutu. Maana tubo yangu nimeweka changa mingi sana. Nilikuwa nakunywa changa na melatina na busaa. Iko hapa mingi, maholi yangu si very strong. Alafu leo uje kuhujeta kimwana. Bwana anasema unaenda kumalikiwa, unaenda mangaya. Nasema wewe mkodogota. Utaniokota hapa. Mkifikiria ati ni anointing, kumbe ni kukufa. Ukienda ukipatana na daktari akwambia kibiseni mtu hospitali huyu. Matangalia idale na oxygen. Nilile tondo nenyitithaniria mahori. Tondo no ria na ndira aruta nikutoa tu natoa. Haiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo jihadhari. Watu watakuja, watakupotezea. This kind of infiltration they inasaka kumanifest katika in crisis like sexual, they introduce sexual scenes when you are in need, in a situation that you are a slave, and when there is a demand of something. So they target the sexual part. Wanakuja kama huyo mama alikuwa anataka tuingie Serena na alikuwa ameenda na kafika, kwa sababu nilipata ka message, alikuwa ameniambia room 417 second floor. Haleluya. Na sijai yuko baada ile nyingine. Alikuwa amechukua nyumba mzuri. Sasa nikaimagine ni dami hizi Serena, dami hizi sauna, dami hizi jacuzzi, nikamizi. Unajua kuna mahali unaweza kwenda unafikiria ukiwa nyumbani peke yako. Kwanza wahubiri, kuna mhubiri mmoja hapa niliona wakati wahubiri walikuja hapa, tuliwapatia fare. Kuna mhubiri alifanya hesabu, ni watu ile pesa imetumika hapa ni ngapi, akasema it is like 500,000. Akaambia mhubiri mwingine hapo, si huyu jamaa angenipatia hii ningenunua keyboard. Alifanyia hesabu, angenunua keyboard, angenunua gitaa, angecheka madhabahu ya kifahari mzuri, na kanisa yake ingeendelea na watu wangejaa, atengeneza pesa mzuri. Yeye hakuona the bigger picture because he is contained by the spirit of lust, the spirit of money, like kutaka pesa sana. Kwa hivyo these things they prepare them so that they can derail you. In the book of 2 Peter chapter number 2, 2 Peter chapter number 2 verse 9, verse 19. 2 Peter chapter 2 verse 19. Give us quickly please. Tuende tukienda, naona time imeenda. Na leo nimevaa jacket. Niko sawa? Na look handsome? Very beautiful. Okay. I'm beautiful. They promise them freedom. You see now? They promise freedom. When they come to your life, they promise success. They promise good things. They promise that you are going to get out of the problem you are in. Sasa kama wewe umefugiwa kanyumba, utukutane na kimtu kama mimi kihadisamu hivi. Si unaona pesa? Sasa utakuja tu nitaanza nini, alafu nikwambia tuende kwa hoteli tukakule, alafu ndio tuone na maneno. Ikifika hoteli nakwambia kula glasi mbili ya wine. By the time ukikula glasi mbili, mdomo imeanza kuinama. Unawaje kuinama miakelo mogo, unawaje kuita rota. Kutoka ngine nikikwambia nikianza naanza kukugusa. Hai. Na unakaa kwani unateseka hivyo na umeolewa lakini unasema hapana. Kai, niyo nani ndiye kanisa najua hata mimi niko single. Sasa story inabadilika. Ilikuwa ya nyumba. Sasa unasikia jamani single na wewe ni single na wewe nyumba yako imefungwa na jamaa yako na nyumba kubwa.
Sasa tuende tukalipe nyumba hii dogo ama niende uingie kwa nyumba hii nyingine. That is the spirit of Jezebel. Itaanza kukigeuzia, kukubadilisha na unajikuta huko kwenye mtaro mwingine. Badala ile kitu ilikulete, unajikuta you've entered into another agreement, into another conversation. But they themselves are slaves. See, they promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. Maidi yangu mimi nakuabilia ndoa mzuri. Si ujiulize ni kwa nini nimekosa mke. Ni moyo hiyo ya monya daga. Nyinyi mnanipenda, si kuna mnanitakaga. Debo nani? Wacha kuinamisha sasa, angalia niaje kuandika. I say, I'm talking to you. Nigusie huyo. Huyo. Mwambie niwe naongelesha. Wewe juu unanipendaga na unaonaga ninaweza kuwa bwana yako mzuri. Si ujiulize mpaka nimee hii nywele nyeupe na nywele yote ingoke kwa kichwa. Mbona nimekosa mke kutoka saa hiyo? Ateke. Utaniombea. Ataniombea. Ukiona vieleo jua vimefanya nini? Wacha kukimbilia kimwanaume ati kwa sababu unaona ni kisigo. Enda kutafuta kwanza. What is the genesis of his problem? Ni kwa nini hana mke? Ni kama mwanamke sasa kama Roda anasema hana mume, alafu na anaenda 60 years. Ati sasa mimi ndio nimempata kama mwanamke mzuri wa kukuja kukaa kwangu. Hiyo miaka yote kwa sababu alikwenda kufaa kuolewa akiwa 25. Toa 25 from 60. Ni miaka gapi? 35. Miaka 35. Ametembea wapi na wapi? Dabe huyo ulishio. Miaka 35 aliete kuna na 35 agete mudume. Hiyo miaka yote alikosa mtu. Sasa wewe ndio umeona mwanaume mzuri, ndio umeona mwanamke mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Enda kwanza omba, ujue shida zake zote, umsaidie kutoka, maana yeye ni mateka. Hallelujah. He's a slave. I can promise you heaven, but ask me, why don't you have a wife? Uko kwa nini? Ni kwa nini? Na niwokele mudaka. Ataja yeye hadi samani kuna wanawake wananiambia yeye hadi samani ya toro daka de hadi sam. Yes, I'm toro daka de hadi sam, but why am I not in marriage? Yes, ask that question. Ndio uweze kunisaidia uende uniobee unifugue, because I am a slave. I am promising somebody freedom, but myself I'm a slave. Bwana Yesu asifiwe sana. They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Whatever that overcomes that person. For me to be single, I have been overcome. Kuna kitu kilifanyika kwa maisha yangu. Na hiyo kitu lazima wewe ukuje unisaidie. Maana wewe ndio uko nje. Mimi niko ndani kwa cage. Sasa niobee Roda. Before you want me, nikuwe bwana yako, niobee, nifugue, nyume kejine. Na mwaigwa tumia haya. Mudeidie nyume naigwa Frida. Unisaidie nitoke kwa cage. Wacha kunipenda kwanza. Nisaidie nifanya nini? Nitoke kwa cage. Nikitoka kwa cage sasa tuongee tukiwa na nini? Na freedom. Na wewe nikukute na maana unaweza kuwa unaniombea ukiwa kwa cage, mimi nikiwa kwa cage. Kumbe hata mahali wewe unaogelea ni juu, unaniona ukiwa kwa cage ya pale juu. Na wewe nikuombea unikutoe wapi? Kwa hiyo cage. Ndio tukue watu free. Seek deliverance first before we move forward. Because there is a problem. Each one of us, we have a problem. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Yesu is our liberator. But he was in a problem. Alikuwa na shida ya wanawake. Ama hakukuwa na shida ya wanawake? Hakuna mtu amekuwa na shida ya wanawake kama Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana anaenda kukunywa maji kwa kamuto, anakutana na mama yako akichota maji. Na anamwambia kama mama maji na munyima. Alafu anamwambia wewe si ni malaya tu. Na si uko na watano na hata una mwingine saa hii si uko na mwingine. Kwa nyumba umemwacha kwa nyumba. Lakini huyu bado Yesu alifanya nini? Alimchukua. Na ndiye huyu alikuja kupaka Yesu mafuta. Na kumpaka mafuta, niliongea hiyo story nikaanza kusikia yule mama akashosho waje akisema ati I'm blaspheming Jesus Christ. But why can't we use normal akili, utumie akili mzuri? Huyu mama alikuwa na nywele mrefu kuliko ya Frida. Hebu yako inamisha hivi nini? Ilikuwa mrefu, ilikuwa imefika ni ile si human hair, ile ya Brazil, punda za Brazil. Ile mnawekaga inafika hapa. Mnaitaka aje? Ndio human. Ile inafika hapa. Huyo mama alikuwa na nywele imefika hapa. Sasa akachuka hiyo nywele. Akaipaka, akaiweka mafuta mzuri. Akaanza kuzugua Yesu nayo. Unanyita? Akaanza kuzugua mguu. Na Yesu alikuwa anavaanga kanzu, hakuwa anavaanga nini? Turosa kama sisi. Alikuwa anavaanga kajo. Sasa alizugua kienda na chini ama alizugua kipada? Tutumie tu logic. Wacha weka Ukristo yako kadi na kiokoko yako. Alizugua kienda chini ama alizugua kipada? Mutumio sharo lako. And this is the weakness of the family of Jesus Christ.
From the days of Judah, from the days of Jacob, from the days of Abraham, walikutwa na roho ya usherati. Na hiyo roho ilistawala from the days of Abraham. Tembea kupanda. Utakuta the entire Judah family, the entire Jacob family ni family ya usherati. And for them the entire family ilikumbwa na kitu kinaitwa premature death. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wa Judah wote walikufa prematurely. Hello. Sasa mnaanza kusema sasa wewe ni agwa. Niwekea goe. But I have to use before to get spiritual, nitumie akili kwanza. Nifikirie huyo mama target yake ilikuwa nini? Ilikuwa kumpaka mafuta ama kufanya vitu zingine? Maana huyu mama mwenyewe ni msherati na amekumbana na mtu ametoka kwenye familia ya usherati. Kuna kitu nataka muelewe. Madhabahu ambayo inatawala kwenu ndio inakufuataga. Kama kwenu ni kwa wachawi, wale watu wote utapatana na wao ni wachawi. Kama kwenu ni kwa washerati, kama kwetu sasa, sisi kwetu ni kwa washerati. From my grandfather, alikuwa na wanawake 38. Ndio na mimi niko na watoto karibu 20 sasa, 28. Yes, because mimi ni msherati. Hello, nimetoka kwenye damu ya usherati. So the first thing to do in my life ni kujikomboa from the cage ya usherati ndio niweze kusimamisha kazi ya Mungu. Yes, na nikiona muka no rutamuitara waige nikadena ne thaka tine kuona murona kada thaka ni kiroho gya gwitu kira kugucia na kiu nikio mundu aroaga nakio kiroho gya kwanyu uri nikio gikurekie tondu wathirio urienda ukaokoka na ukabio one wife sivyo bibi sivyo wanasema urienda ukaokoka ukabio one wife lakini spirit ya kwenyu inasemanga two wives inasema five wives ndio utaona nikitakuoa lakini itakuwa nikitoka nje. Because kwetu kunasema wanawake wengi. Umeona? So lazima udisconnect the spirit ya kwenu ndio uweze kusurvive. Hatufanyagi usherati kwa sababu tunapenda. Hapana, mamizimu ya kwetu inatuambia wewe morio. Kauga kirekega muno twambie hwituke na kau. Ukipita na hako nasikia kaukaga kirekega ndwa. Todo ngomisi ya gwitu zinaniambia nini? Kwenu ni kwa wanawake wengi. Na sasa wewe ni Ndura na wewe ni mkubwa Kenya mzima. Unaweza kuwaje na kamoja? Ndio niona nilishindwa kukaa na mmoja kwa nyumba. Maana kwetu kuna demand. My father ako na wangapi? Wawili wale tunajua. Kuna siku tulienda na yeye mazishi hapa Lemuru, akaniambia twende mazishi hapa Lemuru tukaenda. Kuenda nikamuuliza mazishi ni ya nani, akaniambia ni rafiki wa kifamilia. Nikamuuliza rafiki wa kifamilia na sijawahi waona. Sasa tukaenda kuangalia tu wale watoto waliambiwa siana sietaka mtu ni huyo mami na shiro ogame. Kuangalia ninaona ni sura zetu tupu. Mimi sikuuliza baba, nilinyamazia tu. Nikajua hizi ni ile siuma nene. Sasa tukirudi akaniambia na maodo Mariamu ile maneno unaenda ukiona uko barabara si maneno ya kupeleka nyumbani. Hii ya wanaume inaishiaga wapi? Nikajua kuna oath, kuna kiapo na kulishwa hapa. Nisienda kusema kuna familia ikine. Na wakati baba yangu alikufa walikuja mazishi. Na nikaona hawa watu wanafanana mzee. Nikaona masikio mapua ni kama hii yangu kubwa na masikio kubwa. Nikajua toe atumie yana. Lakini kuna wengine. Alafu nikaenda mahali gine Kisii, maana tulizaliwa na huko Kisii, mahali panaitwa Ikonge. Kuna familia moja huko nilienda mtu mwingine akanitumia simu akaniambia unajua unakuaga na mabrothers huko Kisii. Huyu Osoro Silvena Osoro tulikuwa tunasoma shule moja. Akaniambia unajua kuna mnakuaga na familia zingine huko Kisii. Nikamwambia hapana hatuna. Akanitumia mapicha. Nikajiona huyu ni mimi. Nikamuuliza kuliendaje? Baba yako alikuwa na huyu mwanamke mahali panaitwa Nyankono. Hapo ndio baba yako alikuwa anafanya nini? Na huyo mwanamke alikuwa anatembea na sisi tunashindwa. Alikuwa rafiki wa baba, advisory baba anasema ni biashara wanafanya. Kumbe kulikuwa na maneno mengine. Kwa hivyo hiyo ni familia ni ya usherati. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't expect me ati sasa mimi nikuwe very faithful ama nikose kupendwa. Hata tukitoka hapa tuende South Africa utakuta tu watu wanafanya nini? Wananiona wanaanza kutembea namna gani? Because the spirit I'm carrying. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama spirit ya kwenu ni ya wagaga, utajikuta yule mwanaume mtashikana na yeye yako na ugaga. Ama utasikia kuna kastoria ka ugaga. Hiyo lineage yenu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama baba yako alikuwa politician, utajikuta unafanya mambo ya politics, unajikuta tu huko. Maana it is a spirit that is operating. Na hiyo spirit ndio Jezebel anachukuaga, anatembea nayo. Maana hiyo ndio inampatia license ya kuoperate kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So tuachie hapo, naona time imeenda sana. Tutaangalia either jioni ya leo tuna service ya jioni?
Yeah? Yes, nitamalizia hiyo service leo, tumalize kabisa. It is a bit deeper, good and powerful. But now before we close, utachelewa. Wewe sawa? Wacha tuangalie characteristics of Jezebel. Twende in point form. Characteristics of Jezebel. The characteristics of Jezebel, they are controlling and manipulative. Controlling and manipulative. Bwana Yesu sana. In everything you see, mahali popote utakuta wakiingia mahali hapo, hiyo spirit ikiingia, utakuta wale marafiki wako wote mlikuwa na wao wameanza kukuondokea. Maana huyu mama hakupatiagi break. Huyu baba hakupatiagi break. Mpaka kwenu na kuonyesha ni kubaya. Mama anakuambia nina venye naangalia mama yako ni mchawi. Na umekaa na mama yako over 50 years. Hujaiona uchawi ya mama yako. Ama unaanza kuona hiyo kabuni mnakuaga madirectors wengine wameanza kuondoka. Maana amekuja mama aliingia akacontrol na akakuwa manipulative. Namba 2, they are rebellious against authority. Ukiangalia Jezebel, what she did, she was rebellious against the authorities of Ahab and against the authorities that existed there. They are rebellious and against the authority. Number 4, they like worshiping idolatry. That is, they are idolatrous, and they normally carry falsehood teachings. Falsehood teaching. They are idolatrous. They like worshiping things like money. They worship their men. They worship their women. They worship their pastors. They worship their bishops. They worship their managers. They are idolatrous, and also they do what? They carry falsehood. Kila wakati. Most likely mkienda utasikia ameanza kuaccuse mtu akisema mimi wakati niliona huyo mwanaume alipoingia na akaingia kwa hii group nilisense kuna danger. Sasa anaanza falsehood. Ameanza anakutayarisha tu pole pole. Hakuwa gina haraka. Anaweza kupalilia kitu for 6 years, for 6 months, 5 months. Akiplan pole pole the day to inject. And the time they inject because they know sincerely this thing is ready for the injection. And number 3, they are seductive and they carry the spirit of immorality. They are seductive. They use the spirit of seduction and the immorality. They are very seducing. Hata kama kanaweza kukuseduce baka unaona wewe huyo unaitwa nyamuno. Niyo kamuno. Kahora mwalimu. Niyo kamuno. They are so good in penetrating. They know how to penetrate. They have a language of penetration. They have a system of working to make sure that wakipenya, mwanzo kabisa wapenye. Wakipenya, wewe unaenda. They wanakuingiza into a kind of immorality. Maybe sexual immorality, maybe witchcraft, all those manner things za kuigiswa ndani yako. And by the time you realize, you are done. And hiyo tunaigisha kwenye familia sana, in our families, in our places of work. And also, they don't have the spirit of repentance. They lack repentance. Hata umwambie umefanya, they can't repent. They can't. Yes, atakwambia sorry, no, but I've said sorry, but unaona amesema sorry ya mdomo akufurahishe uondoke, but inside hakuchange. Amekaa hivyo na anakaa hivyo na anaendelea vita. Yeye unafikiria mmaliza vita, lakini ndio ameanza vita. Bwana Yesu asifiwe sana. They are intimidative and divisive. They are intimidative and divisive. They like intimidating and they like dividing. Bwana Yesu asifiwe sana. They come, they find a united team, but at the end of the day mtagawanyishwa. Utakuja usikie huyu ndiye alifanya, huyu ndiye alikuchimbia. Unakumbuka ile siku ile glasi ilianguka? Ni nani alikuwa ameiseti ndio yaanguke? Ndio ubremiwa. Kumbe ni kitu karagoji wanaletaga karagoji. At the end of the day utakoga ukae msuri. And lastly number 7, they have the spirit of pride and they are always insecure. The spirit of pride, and they are always very much insecure. They are very insecure. Kila wakati akikuona ukienda, anataka kujua unaenda wapi. Ukinunua kaguo, ulitoa pesa wapi. Ukifanya hivi, ulienda wapi. They very insecure.
na wakuaga na spirit ya pride. Yani mtu anakaga ni kama ametengeneza dunia yake akateremka nayo hapa chini. Akifanya kazi unaonanga ni kama yeye ni kitu kimeudwa in a different, kama ni mtu wa plastic akachomwa na chuma, kaekelewa bao na mchaga na cow dung, zote zikawekwa pamoja zikaproduce mtu kama huyo. Tuachie hapo. Tusimame kwa miguu yetu. So we shall go deeper. We shall go deeper into the spirit of Jezebel so that we may be able to uproot every spirit that is operating in us. Because it is the most dangerous spirit when you are doing the work of God. When you have the family, when you have the business, when you have a movement together, you need to address this before you go far. The spirit of Jezebel. You need to address it before you go far. Because if you go far with it, kuna mahali itakuja kukukulia. They wait until now, the very crucial moment of your life. That's the time they will hit you. For now, they will walk with you. They will provide you with anything and everything that you want. But wakati wa kuokoka ikifika, utaitana. Fuga macho yako nikuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, nasema ni asante kwa ufunuo hizi umetupatia kuhusu spirit ya Jezebel ambayo ni mingi sana miongoni mwetu, katika biashara zetu, katika familia zetu, katika huduma zetu, katika kazi ambayo tunazofanya na mabwana na wake wetu. Tumekuwa tukipambana na maroho haya ambayo yametuzuia kufaulu. Tumejaribu kuinuka lakini inaturudisha chini. Tumejaribu kuenda lakini wametuwekea mitego. Tumejaribu kujitoa kwenye cages lakini tumeshindwa, maana walitufungia. Lakini kutoka leo Baba, kwa sababu umetupatia funuo hii, ninaomba kila chembe na kila mpango wa Jezebel katika maisha yangu na katika maisha ya watoto hawa ikaweze kuvunjika, kuharibika na kuteketea kwa moto wa Roho Mtakatifu. Maroho yote yaliyotumwa na yaliyojituma na yakasambaratike. Maroho yote yaliyopangwa na yakavunjike. Maroho yote ya Jezebel ya kuua vipawa na ikavunjike. Maroho yote ya Jezebel ya kuleta confusion, immorality, sexual immorality na mambo mengi ikavunjike katika jina la Yesu Kristo. The pride ambayo tumekuwa nayo na mambo ambayo yameinuka katika nyoyo zetu, tukijaribu kujiinua tukiona kama tunafaa zaidi, Baba, na maroho yote kaondoke na watoto wako wakabarikiwe in Jesus mighty name. Wanapoenda kutoa sadaka zao, kazibariki, zikuwe ni dhabihu ya kuwaondoa kutoka maroho haya ya Jezebel in Jesus mighty name. Amen. So bring your hiyo kikapu inaenda wapi? Kwani unaweka gapi kikapu? Si ulikuwa unajua tuko na ibada? Hiyo sasa ndio spirit hiyo na wapi. Ndio tujue ni yeye anakuweka na kifungo ya kanisa. Mukikemenya yake. Mukileta ile mko nayo hapo. Leta kikapu ile hapo. Leta hiyo ya mboga hiyo mnaenda nayo soko. Unaona kuna kikapu. Lakini alikuwa anataka kwenda kuleta ingine pale. Weka hapa. Ati tondu giki nikiadia kugura thukuma na kiraiha. Wekeni pesa yenu hapa. Na kikapu yako ijae. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba na kikapu yako na ikajae. Mungu akujalie, akuwezeshe na akufanikishe katika maisha yako. Biashara yako na ikainuke. Njia zako na familia yako na ikabarikiwe. Na maroho yote ambayo iliinuliwa kuzuia baraka za Mungu katika maisha yako, maroho yote yakasambaratike. Na ambaye amekuwa akikuinua ama ambaye alisababisha hiyo spirit ikakuja kwako, na hiyo mikanda na hiyo generation na hiyo system na ikakatike katika jina la Yesu Kristo. Naomba ukue huru kutoka sasa. Your business to be free, your marriage to be free, your church to be free. Everything that you do ikue huru kutoka sasa. Kwenye keji walikuweka na hiyo keji na ikafunguke. Kwenye slaveryness walikuweka na hiyo slaveryness na ikavunjike. Kwenye mipango walikuweka ndani yao na hiyo mipango yote na ikavunjike katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja sema amen. And now may the grace and the fellowship, amen and amen. God bless you as we wait for the next service ambayo tutakuwa nayo kutoka saa 11. It's a worship service. We just worship for 2 from saa 11 mpaka saa 1.
Bethel Clouds TV.